Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Mungu mahali popote mlipo mnaoendelea kunifuatilia, lakini pia kwa wale ambao mnaendelea kunitazama hapa tunaangaza pasipo angazika. Namshukuru Mungu kwa nafasi na kibali tena ambacho ameweza kunipa katika siku hii ya leo. Ni nafasi ya kipekee sana. Kuna wengine pia waliweza kutamani kuweza kusimama, lakini hawakuweza kusimama kwa sababu mbalimbali, lakini mimi nipo hai, nipo mzima na nina afya njema kabisa. Natumaini pia hata wewe ambaye unaendelea kunifuatilia, ambaye unaendelea pia kunitazama na kusikiliza kila ambacho Mungu amekiruhusu kwa wakati huo kiweze kufika kwako, natumaini upo mzima na mwenye afya njema kabisa. Nilisema mwaka huu ni mwendo wa Injili mwanzo hadi mwisho. Yaani tunapoenda kufunga mwaka 2026 basi tuwe tumeshapiga hatua. Nilisema wakati tunafunga 2025 tulikuwa na video takribani 300 kama na 10 na hivi. Nikasema tunapoenda kufunga mwaka huu, naamini Mungu ataachilia ujumbe mwingi, ataachilia masomo mengi, ataachilia mafundisho mengi. Nilisema kwamba Mungu bado anao watu ambao anataka awafundishe mwaka 2026 ili waweze kufika kwenye kile ambacho Mungu anakitarajia. Na kile ambacho Mungu anakitarajia ni watu kuweza kupata ufalme wa mbingu, ni watu kuweza kupata ufalme wa milele, watoke kwenye mashimo ambayo yawezekana wamewekwa bila wao kujua, yawezekana wamejiingiza kwenye mashimo alafu kutoka wameshindwa. Kwa hiyo 2026 Mungu ataachilia masomo mengi ya kuweza kuwafundisha watu waweze kutoka pale ambapo walipo. Ataachilia ujumbe mwingi, ataachilia maonyo mengi, ataachilia masomo ya kila namna. Lengo tuna makusudi watu waweze kupata ufalme wa mbingu. Kwa hiyo ni mwendo wa Injili mwanzo hadi mwisho. Pia nakukaribisha kwenye chaneli nyingine, Safari ya Matumaini. Bado Injili inaendelea. Lakini pia nakukaribisha hapa tunaangaza pasipo angazika. Bado Injili inaendelea. Leo nataka niseme na vijana. Lengo na makusudi ya kunifikisha hapa au kuja hapa kuzungumza leo katika siku ya leo, nataka niseme na vijana wote ambao mmeokoka, wote ambao mmempokea Yesu, wote ambao mpo kanisani, wote ambao mmeweza kumwamini Yesu na kuweza kumtumikia kwa moyo wenu wote. Sasa nataka niseme na ninyi, kuna jambo moja ambalo yawezekana mmelikosea. Mnaona kana kwamba maisha yenu yapo vile vile, mnaona kana kwamba wewe ambaye umeokoka na yule ambaye hajaokoka hamna utofauti wowote kwa sababu ya maisha ambayo mnayaishi. Lakini nataka nikuchomoe pale ambapo wewe upo, nikuweke kwenye level nyingine kwa kujisahau kufanya hiki kitu. Kweli upo kanisani, unamtumikia Mungu, unaimba, unamsifu Mungu, unafanya kila kitu ambacho kinahusiana na kanisa, unampenda Mungu. Lakini kuna kitu kimoja ambacho kimekuwa ni kitu au tuseme ni chanzo cha kuwafanya vijana waliopo kanisani wanaonekana kana kwamba wao wako vile vile, hawana utofauti na watu wote ambao hawajaokoka. Sasa lazima kuwepo na utofauti, wewe ambaye umeokoka na yule ambaye hajaokoka. Na utofauti unaanzia kwenye baraka, unafuata kwenye muonekano, yani mavazi ambayo unayavaa wewe. Lazima yawe tofauti na vijana ambao hawajaokoka, muonekano wako uwe tofauti na vijana ambao hawajaokoka. Kwa lazima unapookoka kuna utofauti kuanzia baraka, yani baraka, kuinuliwa, kubarikiwa. Maisha ambayo ulikuwa unayaishi pale mwanzoni yanakuwa yapo tofauti na maisha ambayo kwa sasa unayaishi, maisha ya wokovu, maisha matakatifu. Kwa lazima utofauti uwepo. Sikiliza nikwambie, unaweza ukawa kweli unaingia kanisani, unaweza ukawa kweli unamtumikia Mungu, lakini kuna kitu kinachoitwa matoleo. Unakuwa nje ya mipaka ya matoleo. Elewa ya kwamba usipokuwa mtoaji, sawa, unaweza ukawa unahudhuria kanisani, unaweza ukawa kweli unamwimbia Mungu, lakini kinapokuja kitendo cha neno utoaji unakuwa upo nyuma.
Vijana wengi tunashindwa kubarikiwa, au watu wengi wanashindwa kubarikiwa. Ingawa leo nimekuja hapo kwa sababu ya vijana. Tunashindwa kubarikiwa kwa sababu fedha tunazipata, kazi tunazo, na Mungu ametujalia kipato tunacho, lakini tumekuwa wavivu kwenye neno la utoaji. Na Mungu hawezi kukubariki kama wewe sio mtoaji. Sikiliza nikwambie, unaweza ukawa unaona uvivu kumtolea Mungu. Kumbe unapokuwa unatoa, elewa ya kwamba unapanda kitu ili kesho uje uvune zaidi ya kile ambacho umetoa. Na ndio maana ukimwangalia mtu mtoaji yupo tofauti sana, hata kama yupo kanisani, lakini kama ni mtoaji yupo tofauti sana na watu wengine, hata kama yeye awe hana kitengo chochote kanisani ambacho yeye anahusika nacho, lakini kama ni mtu mtoaji atakuwa yupo tofauti sana na watu wengine, kwa sababu yeye anapanda kwa njia ya utoaji. Na unapopanda kwa njia ya utoaji, elewa kuna milango ambayo inaenda kufunguka kupitia utoaji. Sasa usipokuwa mtoaji, wewe kama ni kijana, unashindwa kupata baraka zako mapema kwa kutokuwa mtoaji. Sikiliza nikwambie, weka nguzo kubwa sana kwenye maisha yako kwa njia ya utoaji. Ukiwa mtoaji, elewa unaenda kufungua baraka ambazo zilikuwa zimefungwa, unaenda kufungua milango ambayo ilikuwa imefungwa, unaenda kufungua mitaji ambayo ilikuwa imefungwa, unaenda kufungua kila kitu cha baraka ambacho kilikuwa kimefungwa kwenye maisha yako kupitia njia ya matoleo. Sasa vijana wengi tumekuwa tukilalamika, vijana wengi tumekuwa tukilia, vijana wengi tumekuwa tukilalamika, vijana wengi tumekuwa tukiona maisha ya vijana ambao hawajaokoka hayana utofauti na sisi ambao tumeokoka. Ngoja nikwambie, kwa nini maisha yetu yanalingana na watu ambao hawajaokoka? Ni kwa sababu sisi hatujajua kufungua milango ya baraka ili tuwe tofauti na watu ambao hawajaokoka. Lakini ukijifunza kuwa mtu mtoaji, elewa kuna milango ambayo inaenda kufunguka. Ngoja tuangalie kwenye kitabu cha Malaki, ile sura yake ya 3. Malaki sura ya 3 na ule mstari wake wa 10. Maandiko yanasema, leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Tupeleke matoleo yaliyo kamili, zaka, mafungu ya 10, tukamjaribu Bwana kwa njia hiyo. Anaposema kwa njia hiyo, maana yake tukamjaribu Bwana kwa njia ya matoleo. Haijalishi tunatoa kitu gani, haijalishi tunatoa fungu la 10. Hilo ni lazima kwa mtu ambaye ameokoka, lakini kuna kujitoa kwa vitu vingine ambavyo aidha vinahusiana na kanisa kama michango, au tuseme unamsaidia mtu kwa njia ya matoleo. Anaposema leteni zaka zilizo kamili, mkanijaribu kwa njia hiyo, maana yake tukamjaribu Bwana kwa njia ya matoleo. Bwana anasema ataenda kufungua milango iliyofungwa ya mbinguni, atamwaga baraka kwenye maisha yetu. Kumbe tumejinyima baraka kwa kutokuwa watoaji. Kumbe tumejinyima kupata nafasi ya kubarikiwa kwa kutokuwa sisi tunajibana eti kwamba mimi nikitoa leo, ngoja mtu anakuwa na 10,000, anawaza nikitoa shilingi 5,000 kesho yangu itaishije? Yaani anaishi kwa mfumo wa ile 5,000, haishi kwa mfumo kwa kuangalia kesho Mungu anaenda kufungua kitu gani. Sasa vijana wengi tumekuwa tunalingana na watu ambao hawajaokoka kwa sababu ya kutokuwa watoaji. Lakini tukijifunza neno utoaji kwenye maisha yetu, tukijifunza watu wa kuwatolea wenzetu, tukijifunza maisha ya utoaji kwenye maisha yetu, Mungu anaenda kufungua milango, Mungu anaenda kufungua baraka, Mungu anaenda kufungua madirisha yaliyofungwa, madirisha ya baraka. Wewe leo kijana upo kanisani, hauelewi maisha yako ya kesho yatakuwaje, hauelewi njia unayoenda kesho yako itakuwaje. Kumbe ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya kutokuwa mtoaji. Sasa wapo vijana wapo kanisani, lakini maisha yao yako vile vile jinsi walivyo hawa, na wao wako vile vile. Kwa sababu gani?
ni kwa sababu ya kutokuwa watoaji. Jifunze neno mtoaji, jifunze kutoa, jifunze kuwa mtoaji, kuwa na moyo wa utoaji. Ukiwa na moyo wa utoaji, Mungu anaenda kufungua baraka ambazo zimefungwa kwenye maisha yako. Mungu anaenda kufungua milango ambayo imefungwa kwenye maisha yako. Mungu anaenda kufungua vitu ambavyo vilikuwa vimefungwa na shetani. Mungu anaenda kuachilia mafuniko ya baraka kwenye maisha yako. Kumbe tumejinyima baraka sisi wenyewe. Tumejifunga sisi wenyewe. Tumejibania baraka sisi wenyewe kwa kutokuwa watoaji kwa kile ambacho tulicho nacho. Sasa wewe kama ni kijana unanisikiliza hapo, unataka ubarikiwe kwenye maisha yako, unataka uinuliwe kwenye maisha yako, huyaelewi maisha yako jinsi yalivyo, huelewi uanzie wapi, huelewi uishie wapi. Nataka nikupe njia moja tu ambayo itakusaidia uweze kufika pale ambapo unapahitaji uweze kufika. Unahitaji kumiliki kitu fulani kwenye maisha yako ukiwa bado kijana, lakini haukipati hicho kitu. Yawezekana umehangaika kwa muda mrefu sana, unakusanya pesa, unakusanya huku na huku ili uweze kufika kwenye kile ambacho unakitarajia ufike, lakini hakifiki au haufiki. Kwa sababu gani? Sio mtoaji. Na ili ufike kwenye hiyo level, ili upate hicho kitu unachokihitaji, jifunze kuwa mtoaji. Ukijifunza kuwa mtoaji, Mungu anaenda kufungua baraka kwenye maisha yako. Langu jina naitwa Benjamin Mahenga. Tunaangaza pasipo angazika. Penye giza utakuwa nuru. Mungu akubariki sana. Wewe kijana, jifunze kuwa mtoaji. Amen.